Shika kwa muda mrefu. Usivute, zishike. Lakini ukishindwa basi inua mkono, sema alhamdulillah. Tuone nani atasema mwisho. Ushashindwa leo? Bali. Haya, tuanze 1 2 3. Allahu Akbar. Moja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Watu wanashindwa. Allahu Akbar. 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 Karibu kila mmoja kashindwa. Ama si Sheikh wewe ulijaribu? Ama ulishindwa? Alhamdulillah. Ni kwa nini tulishindwa Sheikh? Ni kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu maumbile ya mwanadamu yanataka pumzi, si ndio? Kuendelea kufanya kazi. Tukinyima kiwiliwili chetu pumzi, kiwiliwili chetu kinaweza kufa, kimalizika. Na roho zetu na nafsi zetu zinahitaji imani, zinahitaji kukaribishwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiziweka kando, bado tunaziumiza kweli. Kwa hivyo sifa ya kwanza ni sifa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili ni sifa ya kufuata sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sifa ya tatu ni sifa ya hadhari kabla ya hatari. Prevention, wasema wazungu, prevention is better than cure. Usigoje matatizo yakakushinda nguvu, maji yakakuvuka kimo, kamba ikakushika kwenye koo ukawa uwezi kutoka tena. Dalili ya mvua, mawingu. Siku njema inaonekana asubuhi. Na wewe ukishajiona kwamba umeanza kulegea katika ibada zako, katika harakati zako, katika maendeleo yako, malezi yako na ndoa yako, basi amka uipatilize mapema kabla haja kupatiliza. Udongo hupatiliza ungali maji, samaki hukunjwa angali mbichi, chuma hugongwa kingali moto, na tatizo linatatuliwa lingali changa. Likishatoa mizizi, basi inakuwa shida sana kulitatua katika maisha yetu. Ndugu zangu, sifa ya 4 ya wale ambao wanaleta athari katika jamii, yani wana create influence. Najua siku hizi unaona ma TikToker wanaitwa influencers, si ndio? Kwa sababu wana influence mabadiliko katika jamii. Lakini mimi na wewe kama Waislamu ni influencer wakubwa kuliko wale TikTokers. Na sisi hatu influence kwa create content. Tuna influence kwa tabia zetu nzuri. Hatufanyi da'wa kwa microphone peke yake. Tunafanya da'wa kwa mavazi yetu, kwa maneno yetu, kwa shughuli zetu, kwa maendeleo yetu. Watu wanatutamani katika maisha yetu. Wanasema safari ya kusonga mbele na kufaulu katika maisha inaanza kwanza, una admire. Usijali nitatafsiri hicho Kiingereza. Una admire, una desire, una acquire. Ngoja nianze mwanzo. Una admire, una desire, una aspire, una acquire, ama uta expire. Mmenielewa? Acha nianze tena ili pengine tutaeleza hata wale ambao hawajui Kizungu vile ninavyoeleza tu, na hakika utafahamu maana yake. Una admire, una desire, una aspire, una acquire, ama una expire. Sawa. Kwa hivyo unafanya juhudi kutamani yaliyo mazuri. Hii inaitwa sheria ya wanting, sheria ya kutaka yaliyo mazuri. Unamuona mwenzako amekuwa anaswali kwa wakati kweli, anavaa jalbabi yake, nikabu yake, anaonekana subhanallah ana mzuri. Leo unasema na mimi natamani siku moja niwe mfano kama huu. Unaona mwenzako anafunga Jumatatu Alhamisi,
Nasema subhanallah, mbona mimi siwezi bwana? Huyu anaweza vipi huyu? Unatamani, unatamaya, alafu una desire ni kubwa kuliko mapenzi, unajisukuma, unasonga mbele, unatamani kwenda juu zaidi kupita yeye. Lakini ukiwa mtu ambaye hutamani mazuri, huenda ukatamani mabaya, na ukitamani mabaya uta expire. Sijui mashaallah. Sasa unakuta tabia nyingine nzuri ya hawa jamaa, hawa ndugu zetu, mimi na wewe, ya kuweza kuacha influence katika maisha yetu na maisha ya watu wengine, ni kuhakikisha kwamba sisi tunashirikiana katika mazuri. Moja katika C's za karne ya 21 ni C ya collaboration. Watu waqtasimu bihamdillahi jamian wala tafarraqu. Nothing, absolutely shake. Shikamaneni, kwa sababu mkiwa na nguvu adui hawezi kuwashinda. Bwana mmoja alikuwa na shamba lake kubwa sana, kavuna mahindi yake mengi sana, lakini kukawa hasidi mmoja na lile shamba anaita panya, anakula kila usiku gunia moja. Yule mwenye shamba akasema, huyu hasidi huyu, mtafanyaje nimmalize huyu? Akapewa ushauri wa kununua mtego wa kukamata yule panya. Lakini kama unavyojua katika jamii zetu hamna siri. Yale unayozungumza sabulini mwako na mke wako usubuhi ashatoka. Unashangaa nani kasema? Je, kuta zina masikio zinasikia? Lakini itatoka tu. Na yule panya kapata habari kwamba yule bwana mwenye shamba anataka kumua, amenunua mtego. Akaingiwa na wasiwasi, sasa mimi nitakufa sasa. Kwa hivyo akatafuta ushauri kwa mbuzi. Akamwambia mbuzi, rafiki yangu, kizungumza na mtu zungumza kwa lugha anayoifahamu. Panya akajua lugha ya mbuzi ni huyu bwana huyu tajiri yetu huyu kanunua mtego, amedhamiria kunikamata nimalize, naomba msaada wako. Mbuzi akasema, hiyo hainihusu mimi, hiyo ni mtego wa kukushika wewe, beba msalaba wako. Akasema, yaani rafiki wote tulionao hawawezi kunisaidia? Akamwambia, kila mtu njia yake. Akaenda kwa ng'ombe. Akifika ng'ombe akampigia tena saluti, akamwambia, vipi tena unataka nini? Akasema, umesikia habari? Huyu msimamizi wetu kanunua mtego, anataka kunimaliza mie, anataka kunikamata. Kwa hivyo naomba msaada wako, wewe mkubwa. Kamwambia, basi unajua kwamba mimi mkubwa, mtego haunishiki. Hiyo ni shauri yako. Yule panya akaenda kwa jogoo sasa. Huyu bwana huyu kanunua mtego, anataka kuniua huyu. Jogoo, wewe una mbawa, si unichukue turuke? Anambia, hii si shauri yangu, mimi na mbawa zangu nitaruka, nitaepuka huo mtego utakamata wewe. Kila mtu kamruka panya. Yule panya kakaa na huzuni sasa, akawa anangoja tu kifo. Sasa wanajua yule bwana ataweka mtego. Sasa usiku mtego ulipowekwa, kulikuwa na giza sana. Mara yule mtego kafanya, yule mwenye shamba akasema, huyo panya kashashikwa. Lakini akawa na uvivu kuamka, akamwambia mkewe, hebu amka ukauangalia huo mtego, panya kashashikwa huyo, mwivi wetu kashashikwa huyo. Alipofika pale, kwa sababu ni giza, hakuona kumbe ni kobra, nyoka. Kamuma yule mama, mume wangu, kilichokusudiwa panya kimeniuma mimi. Hivyo temperature imepanda, sumu inapanda, homa imepanda, tufanyeje sana? Mganga kawaambia, chemshie supu, tilie pilipili duka nyingi, itashinda nguvu ya sumu. Supu tuitoe wapi? Supu tuitoe, kuna jogoo hapa. Ala, chinjeni huyu. Kudoka chinjwa. Supu ikanywewa, mama hakupona. Kabidi aende hospitali. Kwenda hospitali, ndugu familia wakaja asubuhi yake. Nyumba ikajaa wageni. Mahindi hapo, unga upo, kitoweo hamna. Tufanyeje sasa? Kuna mbuzi huyu, chinjeni huyu. Mbuzi kachinjwa huyu. Haya, mama hakupona. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
kafirun. Karudi kwa Mola wake huyo. Sasa sio Afrika sie na Uislamu wetu, lakini bado sio Afrika. Matanga yetu ni makubwa, watu wote wanakuja, hata yule ambaye hakuwa mkui sasa ndio anakumbuka wewe ulikuwa mtu mzuri. Wewe ukitaka kuwa mtu mzuri tu dunia leo, wewe kufa tu, utaona vile watu watakusema mashallah, alikuwa mzuri huyu. Ukiwa hai hakuna anayesema wewe mzuri, lakini unataka kuwa mzuri, unakusifiwa wewe kufa, funga macho tu, watu wanasimama mzuri huyu. Sasa watu wamekuja, wageni wengi, ufanye nini? Tuchinje ng'ombe. Sasa lile walilosema haliwahusu ndilo lililowaua. Na wewe na mimi tukisema ile alinihusu, watoto wetu wanakula madawa ya kulevya, wangu wako salama, hawajaanza. Watoto wetu wanakataa kusoma, wangu wako shuleni, hata mwingine ameenda chuo kikuu. Watoto wetu wamekuwa wanatembea uchi, wangu wanavaa jalbabu. Wewe uko na usalama nyumbani kwako? Ngoje jirani yako kazi atakayoifanya juu ya watoto wako. Kwa hivyo sisi umma na umma lazima usaidiane. Sisi khairi yetu imekuja kwa sababu tunaamrishana mazuri na tunakatazana mabaya. Kwa sababu ya wakati, ndugu zangu, swala imekaribia. Sifa ya ngapi?